Mke wangu, samahani kidogo, naomba kidogo na ajisaidia hapa mara moja. Bila shida mume wangu. Basi usichelewe. Sasa hivi tu. God have mercy upon us. Karibuni sana jamaa. Asante sana. Sasa. Karibuni. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam Sheikh. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Naona mmefika muda mwafaka. Maana karibia tunafuturu. Ni kweli. Saizi tumetoka kule nyumbani kama hivi ilikuwa ni saa 10 Ile saa 10 kasoro maana ni mbali hadi nimechoka. Saa 11 hii saa 12 kitopoa saa ngapi tunamaliza tunafuturu imeisha. Na bwana Kasu bwana unanifurahishaga sana. Yaani ukishakuwa umefunga, alafu muda tu kama unaangalia saa. Yaani utaona kama vile muda uende. Yaani wewe unafanya tu mambo yako. Kweli Yaani ukuwa ni na mambo yako tu. Kama hivi tumekuja hapo tumejumuika story nyingi. Muda ukifika tunafuturu basi. Mwanzo mgumu. Hata hivyo anajitahidi sana. Ni kweli maana mume wangu sio mzoefu kabisa. Hata hivyo mwaka huu mume wangu amejitahidi sana. Kwa maana yeye ndo amekuwa kipao mbele hadi kunishawishi mimi mume wangu, mke wangu, tufunge mwaka huu yani. Kwa kusema ukweli, sikuamini kabisa kama yeye atakuwa hivi. Yote amesababisha hawa. Jamaa wangu huyo ameniambia hapana Kasu wewe bana wewe kila siku mtu ambaye kila mwaka unapita tu. Usilamu jina. Sasa ngoja tu nifanyeje? Nifunge. Na Mungu anajalia na pambana. Kweli. Afu ilo kazi kumbe limekutosha hivyo. Mimi nikajua labda itakuwa limekubana sana hivi. Kumbe nimechagua size kabisa. Amenitosha. Kama kweli tumefunga jamani, tufanyeni yale yote aliyo mema. Isitoshe ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuacheni yale mambo yote tulikuwa tunafanya kipindi hicho. Sasa tumheshimu Mungu. Kama hivyo muda wa kufunga tufunge kweli kwa imani. Muda wa kufuturu ukifika basi tunaenda kufuturu. Ni kweli. Kweli kabisa. Mimi siku ya kwanza tu ilinipa shida. Ila saizi Wana fresh tu. Ananijua huyu. Ananijua. Hata mimi nakuaminia ndugu yangu, wewe ukaniangusha. Sana. Toka ulivyonipa moyo tu. Fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Nafanya basi najikuta namaliza siku. Sawa. Jamani samahani kidogo. Nataka niende hapa nyuma hapa. Si ndio kuna ile ule mti wetu ambaye tuliopanda jana juzi. Mwaka jana hivi. Si utakuwa umekuwa sana hapa. Ule mti. Ule mti bwana nilikomalia sana kumwagia maji.
Nashukuru Mungu bwana, umeenda vizuri japokuwa bado hujaanza kutoa matunda. Lakini uko vizuri. Ngoja nikauangalia mara moja. Sawa sawa. Ramadhani imekuwa ngumu tena. Toboa. Sakumi. Mpaka saa 11 Ramadhani kwa kufungua mwaka leo kuna kitu vipo. Najazia tu. Ndio mtoto mimi. Mungu wangu Ramadhani kati. Yaani ndugu yangu bwana, yaani nilikuwa sina imani naye kabisa kama angeweza kufunga. Jamani. Nimeuona kabisa. Umekuwa. Umekuwa kweli kweli. Kapale akikaa hiki. Ndugu yangu. Amna. Mungu leo na vituko wewe. Nimefurahi kuona ule mtu kwamba pale umekuwa, basi najikuta na kuna kitu hapa nikiacha nikimalizia. Sitakumbuka basi. Nipana jitumbua nipana. Basi. Yaani nilijua tu. Ndio maana nikaja kukufuatilia. Ndio nini sasa hivi? Sikia bwana Koti. Tufanye siri yao, mabinti hao wasije wakajua, sawa? Yaani mimi naweza nikufichia siri, lakini wewe ufunge kwa niaba yangu mimi. Unafunga kwa niaba ya Mungu. Sasa wanawake watajua sasa. Sasa hata asipojua wale, akijua Mungu tu inatosha. Na Mungu kashajua tayari. Yaani hapo umfichi binadamu, unajificha mwenyewe. Mara ya mwisho hiyo. Ndugu yangu umenikosea sana. Yaani nimekualika ndugu yangu uje kula futari pale, yaani kajua ndugu yangu umefunga. Kwa staili hii kweli? Shemeji. Umeshindwa kuvumilia dakika chache tu zilizobakia. Leo futari yangu hauli. Mume wangu. Kwa hiyo umeniita hapa leo ili kuja kuniaibisha namna hii, unanifezeesha. Tena kwanza ili kanzu langu naomba leo ulirudishe, ili koti ili naomba ulirudishe na hiyo kofia. Basi nimemaliza.